Naomba na waombeni sana wana Simba pamoja na wadau, na hili limenishangaza kwa baadhi ya wachambuzi wa mpira. Wamekuwa kama maandazi, wanaendaenda wanapelekeshwa, wananunulika kirahisi. Hakuna mchambuzi wa mpira anayelipigia kelele kuhoji wala kuuliza, lakini mimi nipo hapa kwa ajili ya wana Simba. Naomba mniitie huyo Joel Logwasila, sijui Joel Logwasila, sijui mkurugenzi wa Jairut. Niitieni hapa, aje ajibu majibu yangu, aje atuthibitishie kwamba yeye hajawadhulumu wana Simba, aje atuthibitishie kwamba yeye hajawaibia wana Simba, aje atuthibitishie. Umeanzisha harambee ya kuchangisha ama kununua jezi, kwamba wewe utamnunua X Factor. Jezi ni shilingi 45,000, lakini wewe uliweka shilingi 50,000. Hii ya juu ulioiweka, nataka kwanza nianze na hii ya juu ulioiweka. Hii 5,000 ulioiweka iko wapi? Manake hakuna X Factor uliyemsajili, umefeli. Haya 5,500 za wana Simba waliojinyima kula wali nyama, kula ugali nyama, kula ugali samaki, kula ugali dagaa, wakajinyima, wakanywa maji, wakalala njaa, wewe umekula 5,500 zao. Achilia mbali, sijaanza kuzungumza kuwanunulisha jezi za 45,000 kwa kuwafosi, kwa sababu hakukuwa kuna mtu muda huo ana habari ya kununua jezi. Wote walionunua walinunua kwa sababu ya ulichokisema wewe. Kwa hiyo mtu alinunua jezi pasipo matarajio yake. Sasa nakuuliza wewe Joel Logwasila, huyu uliyemnunulisha mwana Simba jezi ya shilingi 45,000, achana hiyo 5,000, utakuja kutujibu vizuri. Uje utujibu na hili. Huyu mwana Simba uliyemnunulisha jezi ya shilingi 45,000 pasipo matarajio, kwa malengo ya kununua X Factor katika dirisha hili, alafu X Factor hayupo, 45,000 za mwana Simba ziko wapi? Uje utujibu taratibu. Mimi nilipokuja hapa nikazungumza, watu walinichukulia kichaa, walisema Mr. Pimbi unalopoka lopoka. Njoo Logwasila, wewe utujibu Jairut.